Hayo yamejiri kwenye kambi la mwaka wa kanisa la Waadventista wa Sabato, ambapo mbali na maombi wamesema kusameheana, kuvumiliana na kuwa waaminifu kwenye uwazi wa kipato imekuwa nyenzo mojawapo ya kudumisha ndoa zao. Hakuna mbinu nyingine zaidi ya Yesu. Yesu yule ambaye tulianza naye kwa uchumba, ndio huyo tunaendelea naye hata kwenye ndoa. Haimaanishi kwamba kwenye uchumba mnaomba sana, kukiingia kwenye ndoa mnaacha kuomba. Kwa hiyo ni kudumu katika maombi. Yesu atashikilia ndoa na atawaongoza. Kila mmoja ataweza kupita kwenye site yake. Ni kama vile magari yako kwenye highway. Ukiingia site ambayo sio yako, magari yatagongana. Lakini kama magari yataenda kila gari kwenye njia yake, hakutakuwa na kugongana. Na ndivyo ilivyo kwenye ndoa. Kuna kupenda na kuna kutii. Mimi kwangu kujifanya ni uvumilivu na uvumilivu. Na msingi mmoja niliopata kwa wazazi, na mke wangu pia bahati nzuri alipata msingi mzuri kwa wazazi wake. Na maadili yale tumeendelea kuyashikilia kwamba kuna uvumilivu. Na uvumilivu ule, na mara nyingine pale mapato haya yametuletea shida. Mapato yameleta shida. Baba akipata pesa anaweka mfukoni. Mimi mapato yangu nikileta nyumbani naweka wazi. Mama anayafahamu, na kisha yafahamu tunapanga namna ya kutumia zile pesa. Zamani watu walipokuwa wakichumbiana, kijana au binti akipata mchumba alikuwa akiwahusisha wazazi wake. Basi wazazi wake walikuwa wanaweza kumpa ushauri. Kwa upande wao, baadhi ya vijana wenye ndoa wametaja kukua kwa utandawazi na kutomtanguliza Mungu ni miongoni mwa sababu za ndoa zao kuvunjika. Siku hizi tunaangalia muonekano, kwamba binti huyu ni mzuri, ana umbo zuri, anavutia, badala ya kumtanguliza Mungu na kuomba kama ilivyokuwa hapo awali. Mungu amekupatia mwanamke ambaye ni mzuri, unasema huyu hapana. Na kingine, labda huyo mtu ana pesa, kama ana pesa basi tunafuata huko. Ndoa za vijana kwa sasa wanakimbilia sana muhemko, yani kijana anaweza kaolewa lakini anakuwa lile tamanio la kukaa kwenye ndoa hamna, na wengi wanatamani sana kufunga ndoa tu. Uwepo wa mitandao ya kijamii umetuasili kwa sababu vijana wengi wanatafuta wenzi kwenye mitandao ya kijamii badala ya kumuomba Mungu aweze kumpatia mwenzi aliye sahihi. Watu wengi wanaenda kwa nadharia za kifamilia kwamba kwetu sisi ni matajiri, kwetu sisi tuna mali nyingi. Kijana anafanya ombi la kupata mwenza wa maisha wakati tayari amekwisha kumpata. Akieleza namna wanavyoandaa vijana kabla ya kuingia kwenye ndoa pamoja na mambo ya kuzingatia ili ndoa ziweze kudumu, mwalimu wa somo la ndoa katika kambi la mtaa wa Mpanda mjini ambaye ni mhazini mkuu wa Ziwa Tanganyika, Deoglas Mwambeta, amesema ni kuwafundisha kuwa wavumilivu na waaminifu. Maandalizi yao ni kuwafundisha na kuwakanya kulingana na maandiko matakatifu yanavyotaka wawe wavumilivu, waaminifu katika mambo ya usafi wao, miili yao, bila kuchepuka na kuhangaika na maisha ya dunia kwa sasa. Cha msingi waimarisha maisha ya Kristo, ibada na kumjali Mungu muda wote, kwa sababu ndani ya kanisa bado kuna mafunzo endelevu ambayo yanafanya wajisimike na kukaa ndani ya ndoa zao vizuri. Lakini kingine cha msingi, wazazi wenye kutoa ushauri wanakuwepo. Ni vizuri hata kabla hujaingia huko au ndio imeweza kukusumbua, pata ushauri. Ni vizuri wazazi wakafanya sehemu fulani au viongozi wa kanisa au wachungaji wakafanya sehemu yao kwa ajili ya kuimarisha hizo ndoa. Hata hivyo, mpaka sasa waumini zaidi ya 200 wamehudhuria katika kambi hilo. Nikiripoti kutoka mkoani Katavi, mimi ni Ana Peter.